is ready to receive. viko tayari kupokea. Amen. Amen. Have your seat. Karibu uketi. How many are happy to be at this day? Wangapi wanayo furaha kuwepo hapa siku ya leo? Hallelujah. It is a Sunday called Double G. Ni Jumapili inaitwa Double G. The meaning is the grace and the glory. Ina maana ya kwamba ni utukufu na neema. And before I go further, na kabla sijaendelea mbali, let me introduce myself. Wacha nijitambulishe. My name Jina lake is Joshua Josephat Elias Mwingira. Ni Joshua Josephat Mwingira. By God's grace, kwa neema ya Mungu, I'm the senior pastor of this region of Mbeya. Ni mchungaji kiongozi wa mkoa huu wa Mbeya. Amen. And by God's grace, na kwa neema ya Mungu, I'm privileged. amependelewa to serve you. Kukutumikia wewe. Amen. And by God's grace, na kwa neema ya Mungu, we're going to have a short session this time. Tutenda kuwa na kipindi kifupi wakati huu. In this wonderful theme of the grace and the glory. Na katika dhima hii nzuri ya utukufu na neema. Are you ready? Uko tayari? Now, on Friday, katika siku ya Ijumaa, we had mercy. Tulikuwa na rehema. And I just gave a brief understanding of mercy. Na nikatoa uelewa mfupi kwa habari ya rehema. Mercy. Rehema. On the context of Jesus Christ. Na katika upande wa Yesu Kristo. When mercy is mentioned, pale ambapo rehema zilitajwa, it explained, ilielezea blood. Damu. So when we hear mercy, kwa tunaposikia rehema, we understand blood is on the context. Tunaelewa kwamba damu iko hapo. And why the blood? Na kwa nini damu? Because blood in itself, kwa sababu damu yenyewe, it is life. Ni uzima. Blood on itself, damu yenyewe, has a quality, ina viwango, that even we human cannot break it down in its simplicity. Ambapo hata sisi wanadamu tumeshindwa kuvifanya katika urahisi. Because we were not created to have blood. Kwa sababu sisi hatukuumbwa ili tuwe na damu. We are light beings. Sisi ni viumbe vya nuru. So the Bible says we were made in the image and likeness of God. Na Biblia inasema sisi tulifanywa kwa sura na mfano wa Mungu. And the Bible says God is light. Na inasema kwamba Mungu ni nuru. That means hii ina maana we are light. Sisi ni nuru. That means when we were created, na ina maana kwamba tulipokuwa tukiumbwa, we had light. Tulikuwa na nuru. But when sin entered, lakini dhambi ilipoingia, lakini dhambi ilipoingia, the light, ile nuru, congealed itself to blood. Ikajificha kwenye damu. So blood, kwa hiyo damu, is light. Ni nuru. It's a mystery on itself. Hiyo ni fumbo yenyewe. Blood, damu, is light. Ni nuru. For you to understand this, ili wewe uelewe hili, you don't live because you have blood. Hauishi kwa sababu unayo damu. But it's a necessity. Lakini ni ya muhimu on this realm. Katika ulimwengu huu. Because this realm, kwa sababu ulimwengu huu, is in sin. Ni wa dhambi. So you need blood. Kwa unahitaji damu. But when Jesus ascended, lakini Yesu Kristo alipopaa, he went and emptied blood. Alienda bila damu. He went and emptied blood. Akaenda akaimwaga damu yote kwenye madhabahu ya mbinguni. Kwa sababu alimwambia Mary, usinishike kwa sababu bado sijapeleka damu.
And then he emptied the blood. Na akaimwaga damu Katika madhabahu ya kimbingu. And then he came back on the world. Na akarudi ulimwenguni Without blood. bila damu. That means Hii ina maana blood is not a necessity. damu sio ya muhimu, Though it is important. ingawa ina umuhimu. I don't know if I'm making sense. Sijui kama naeleweka. Now, Sasa Jesus came back. Yesu aliporudi He left the blood there, akaiacha damu kule, speaking on our behalf. kuongea kwa ajili yetu, badala yetu, Because blood on itself can speak. kwa sababu damu yenyewe inaweza ikazungumza. Okay? Now, when it was left there, Kwa hiyo ilipoachwa pale, it was left there for a reason. iliachwa pale kwa sababu It is left in the spiritual realm iliachwa katika ulimwengu wa roho, to allow us to go into the spiritual realm. ili sisi turidhiwe kwenda katika ulimwengu wa roho, In that dimension of the blood. katika viwango hivyo vya damu, Because blood kwa sababu damu has a quality ina viwango of opening the spiritual realm. vya kufungua ulimwengu wa roho. That is why, Na hiyo ndo maana for things to happen in a greater measure, ili vitu vitokee katika viwango vikubwa, blood is needed. damu inahitajika. And most when blood is needed at a high quantity, Na pale ambapo damu inahitajika kwa kiwango kikubwa, it is mostly shed in the darkness. inamwagwa katika ulimwengu wa giza, It is shed in the darkness. inamwagwa gizani. Yes. Ajali nyingi ambazo ni tragic, Ajali za kutisha they happen at night. zinatokea wakati wa usiku, Because that's a mystery. kwa sababu hiyo ni siri. Are we together? Tuko pamoja. The dark side Upande wa giza use blood. wanatumia damu, They tell you bring hen, wanakwambia leta kuku, bring a rooster, let a jogo, bring a person, leta mtu, bring a cow. leta ng'ombe. All these are dimensions Vitu hivi vyote ni viwango of the level of what the blood can do. kwa viwango ambavyo damu inaweza ikafanya. Are we together? Tuko pamoja. Meaning on each animal, on each living being, Katika kila kiumbe hai, the blood damu has an ability to make you go into the spiritual realm to have something. inayo uwezo wa kukupeleka wewe katika ulimwengu wa roho ili upate kitu. So what allows people to get things Kinachoruhusu watu kupata vitu is blood. ni damu. You cannot have anything in the spiritual realm Hauwezi ukapata chochote katika ulimwengu wa roho without blood. bila damu, Because everything kwa sababu kila kitu that God created ambacho Mungu for alikiumba me and you, kwa mimi na wewe, for our blessings, kwa ajili ya baraka are in zetu, the spiritual realm. vipo katika ulimwengu wa roho, And for you to access them, na ili wewe uweze kuvipata you have to have them through the blood. inabidi uvipate kupitia damu. There is no any rich person Hakuna mtu yote ambaye ni tajiri, that is rich ambaye ni tajiri that is not associated with blood. ambaye hana uhusiano na damu. Never. Hapana, Because blood kwa sababu damu gives you the transition to have what is in the spiritual realm. inakupa wewe mbadiliko wa kupata kile kilichopo katika ulimwengu wa roho. Are we together? Tuko pamoja. So when Jesus came, Kwa pale Yesu alipokuja, he came to fulfill a protocol alikuja kukamilisha itifaki that blood must be shed. ambayo lazima damu imwagwe. Now the difference is, Kwa hiyo hapa tofauti ni hii, we don't have to find animals sisi hatuhitaji kutafuta wanyama, because blood is already shed once and for all. kwa sababu damu ilishamwagika mara moja And it is stored to a place where it is our domain na imehifadhiwa katika sehemu ambayo ndiyo milki yetu in the spiritual realm. katika ulimwengu wa roho. Now when we say mercy, Tunaposema rehema, that means hii ina maana the blood that it is in the spiritual realm damu ambayo ipo katika ulimwengu wa roho calls me to it. inaniita mimi kwayo. The difference, Hapa tofauti, someone who is not mercied mtu ambaye hajarehemiwa needs blood anahitaji damu to enter. kuingia,
But me, lakini mimi who have received Christ ambaye nimempokea Kristo to be my Lord and my Savior, kuwa Bwana na Mwokozi wangu, the blood damu calls me. inaniita mimi. I'm repeating. Narudia. Someone who is not saved Mtu ambaye hajaokoka needs the blood anahitaji damu from the outer realm kutoka katika ulimwengu wa nje to give the person access to the spiritual realm, ili aweze kuwa na uwezo katika ulimwengu wa roho. but me who is saved, Lakini mimi ambaye nimeokoka, I don't need an outside backup, sihitaji backup ya nje, but the spiritual realm calls me into it. lakini ulimwengu wa roho unaniita kwayo. Listen, Sikiliza, can I have few people here? naweza nikaa na watu wachache hapa. When you understand this, Ukielewa hili, there's no devil that can hinder you. hakuna ibilisi ambaye anaweza akakushinda. Stay here. Simama hapa. You stay here. Na wewe simama hapa. This is you. Huyu ni wewe. This is the spiritual gate. Na hili ni geti la ulimwengu. Ulimwengu wa roho. This is the spiritual gate. Hili ni geti la rohoni. This is the spiritual realm. Na huu ni ulimwengu wa roho. Are we together? Tuko pamoja. Your things are in this realm. Vitu vyako vipo katika ulimwengu huu. This is the gate. Na huu ni mlango. This is you. Na huyu ni wewe. Now, sasa when you are saved, pale ukiokoka, the difference of when someone is saved and not saved. Na tofauti ya mtu ambaye ameokoka na ambaye hajaokoka. The one who is not saved. Ambaye hajaokoka. Come another person here, please. Nahitaji mtu mwingine. Like this. Like this. You're saved, you're not saved. Umeokoka, huyu hajaokoka. Are we together? Tuko pamoja. Now, sasa what if you're not saved? Kama hujaokoka, the gate, hili lango, the ones who are in the gate, yule ambaye yuko hapa mlangoni, bridging the spiritual realm and the physical realm, ambaye anaunganisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama, they need a password. Wanahitaji nywila. They need a code. Wanahitaji nywila to allow you to get into this realm. Ili wakuruhusu wewe uingie katika ulimwengu huu. Because we as humans, kwa sababu sisi kama wanadamu, we were banished from this realm. Tulishakatazwa katika ulimwengu huu. Tulifukuzwa kwenye ulimwengu. And we were brought into this realm. Na tukaletwa katika ulimwengu huu. Because of sin. Kwa sababu ya dhambi. Are we together? Tuko pamoja. Now, sasa what the devil does, kitu ambacho ibilisi anafanya, those who are not saved, kwa wale ambao hawajaokoka, they need blood. Wanahitaji damu to enter this realm. Kuingia katika ulimwengu huu. They need the blood of a chicken. Wanahitaji damu ya kuku, blood of a cow, damu ya ng'ombe, blood of a goat, damu ya mbuzi, and a higher rank, na katika viwango vya juu, a blood of a person, damu ya mtu, and at a higher rank, na katika viwango vya juu zaidi, a blood of a person who is close to you. Damu ya mtu ambaye ni wa karibu na wewe. Are we together? Tuko pamoja. That is why also Jesus is called our brother. Na ndio maana Yesu Kristo ameitwa kaka yetu. Because he has defied every level of blood. Kwa sababu ameshapita viwango vyote vya damu. That is needed for you to get into this realm. Ambavyo vimefanywa ili wewe uingie katika ulimwengu. That's why he said he became the first brother. Na ndio maana nasema amekuwa kaka yetu wa kwanza. He is our brother. Ni kaka yetu. Are we together? Tuko pamoja. Now, for someone who is not saved, sasa kwa mtu ambaye hajaokoka, when he tries to get into this realm, anapojaribu kuingia katika ulimwengu huu, there's a restriction. Kuna vizuizi. There's a restriction. Restrict. Kuna kizuizi. Sawa. But lakini now he says, okay, my things are not going. Atasema sawa, vitu vyangu haviendi. My business is not going on. Biashara yangu haiendi. My health is not good. Afya yangu sio nzuri. My business is not good. Biashara yangu sio nzuri. My work is not good. Kazi yangu sio nzuri. I have no promotion. Sijapandishwa cheo. People do not love me. Watu hawanipendi. Now the person must sacrifice. Lazima mtu ajidhabihu. Anaambiwa peleka kuku mweupe, kuku mweusi.
Sawa, leta sijui mbuzi, leta sijui nini. Are we together? Tuko pamoja. The price, ile gharama to enter this realm, ya kuingia ulimwengu huu. But the problem is, lakini tatizo ni hili, they use an illegal formation. Wanatumia mfumo ambao ni kinyume na sheria. Now that's why it is very temporal. Na ndio maana ni wa muda. That's why they have to renew after every time. Na ndio maana wanahitaji kufanya hivyo kila baada ya muda. Are we together? Tuko pamoja. You sacrifice today a chicken. Leo utatoa kuku. It will expire. Itaisha muda wake. Because you will have the access to enter at the level of a chicken. Kwa sababu utakuwa na uwezo wa kuingia katika viwango vya kuku. Same wise to a goat. Hivyo hivyo kwa mbuzi. Same wise to a cow. Hivyo hivyo kwa ng'ombe. Same wise to a person. Hivyo hivyo kwa mtu. Are we together? Tuko pamoja. When now this person, sasa huyu mtu akishatoa idhabihu, akachinja, sijui kapeleka, sijui ng'ombe, sijui kapeleka mbuzi, sijui nini, sawa? He enters. Akaingia. He enters. Anaingia. End here. Ishia hapa. I need someone else here. Nahitaji mtu mwingine hapa. You stand here because you unafanania kabisa na huku juu. Wewe simama hapa. Hapa. Hivi. Wale wanaotumia damu ambayo sio ya Kristo Yesu, Mungu Baba yuko huku, ambapo kuna vitu ambavyo haviishi, vinadumu milele. Hivi hapa ni ambavyo unapata ni ulimwengu wa roho huu, lakini havidumu. Ndio maana akasema njooni kwangu matunda yenu ili muweze kuzaa matunda na matunda yenu yapate kukaa. Tofauti ya upande wa giza, maana mtu ambaye hajaokoka atazaa matunda lakini matunda hayakai. Ndio maana unakuta kuna mtu wengine ni tajiri, akifa na vitu vyake vimekufa, havirithiki. Akiwa hai ndo mtafaidi. Baba mtu akifa na vitu vimekufa, hata kama mkijitahidi kuvitunza havitunziki. Sasa kuna mtu ananielewa? Huyu anaingia, anapata hivi vitu, anarudi anasema mimi ni tajiri, maana ni vitu vya wapi? Vya ulimwengu wa roho. Lakini tofauti ya mtu aliyeokoka, huyu ambaye hajaokoka lazima atumie kitu cha nje kuingia. Tofauti ya mtu aliyeokoka hahitaji kitu cha nje. Tofauti ya mtu aliyeokoka, anayemuita kuingia katika ulimwengu ni Kristo Yesu. Kwa hiyo huyu ambaye anatunza ulimwengu, naye ni mfanyakazi wa nani? Maana Yesu anasema hivi, vyote viliumbwa na yeye, katika yeye, kwa ajili yake. Vyote vilivyoumbika havikuumbika kama, yani everything was made through him, by him, in him, for him. Kila kitu kilifanywa kwa yeye, kupitia yeye, kwa ajili yake yeye. Tuko sawa? Tuko pamoja. Mibaraka yote, utajiri, afya njema, sio nini, vyote vipo kule. Kwani unaona kuna wengine wanachanjia, haumwi. Anasema huyu jamaa haumwagi bana, amechanjia, si ndio? Mwingine anasema huyu jamaa bana anapata tu cheo kila siku, promotion kaipatia wapi? Huku. Sema kuna mtu ananielewa? Kuna wengine wanasema sasa hivi paka kuna vitu vya kuvutia, yani mtu anatembea tu anavutia tu. Kwa nini mtu hata ile, kwa nini hata anampenda mtu? Hao watu si wapo? Kwa nini hamfahamu? Si mnafahamu? Wengine wakasema sui pete, sui za nini za kuvutia, sui za nini, kwa sababu wameingia kwenye ulimwengu, si ndio? Now the difference, sasa hapa tofauti ya wewe ambaye umeokolewa, sema hawa ambao wako hapa kwenye ulimwengu, maana hii ni mbingu ambayo ni ya giza hapa, maana inaanza ya giza afu inafuata ya nuru katika ulimwengu wa roho. Sema mtu aliyerehemiwa sasa, kama wewe na mimi, kupitia hiyo Ijumaa iliyopita, mimi sihitaji kupiga magoti sana kuomba Bwana fanya. Ukisharehemiwa tofauti. Kase parado fehata le kristo fretele brestele kroshtala hakadelas. Huyu njoo mchukue, nenda naye.
Kama haunielewi nakupa mfano mwepesi sana. Wangapi wamelega kwenye harusi? Wangapi? Okay. Wangapi wanafahamu kwamba ukienda kwenye harusi kuna issue ya inaitwa kadi? Si kuna kadi? Ukikaa pale hata kama kuna watu ambao ni wakati wasema tumeka mabouncer pale si nini, hamna kuingia ndani. Si ndio? Lakini mama mtu au baba mtu wa mtoto anayeolewa akaja kutoka huku ndani, wewe nenda kule, rudi kule. Kinachokuwa huyu mlinzi ambaye amewekwa hapa, hamna anaingia. Kadi yako iko wapi? Sawa, ingia. Manake damu yako iko wapi? Damu yako iko wapi? Okay, una damu, sawa, ingia. Una damu, sawa, ingia. Una damu, sawa, ingia. Tofauti na kama mimi nakaa hapa, anasema hamna kuingia. Sikiliza wewe, mimi ndo nimewekwa hapa mlinzi, hamna kuingia. Unaambia hamna kuingia. Sawa. Halo. Mama fulani, nimefika, niko hapa nje. Maana yake umesema hivi, bwana, mimi nimefanya mambo mengi ambayo haja kupendeza. Nimekuja mbele zako, ninatubu. Damu yako iliyomwagika msalabani ikanirehemu. Ukimaliza tu kusema amen, anakuchukua, anakupeleka kwenye vitu vyako. Ndipo mfumo unasema, nyinyi mtaingia kwangu katika malisho, mtakula na mtatoka. Maana yake wanashangaa, inakuwaje? Unaenda unachukua promotion, unatoka. Unaona kingine nini akijaeleka? Ni watoto Yesu, damu ile, unaingia unatoka. Na nini tena kingine? Viwanja, unaingia unatoka. Tofauti wewe na wale ambao hawajarehemiwa ni kwamba wewe chochote ambacho unachokipata kinakaa. Wengine havikai, japokuwa vipo, lakini wewe cha kwako kitakaa kuanzia saa hii. This is mercy. Hii ni rehema. The spiritual realm, ulimwengu wa roho, the gatekeepers of this spiritual realm, wale watunza mageti katika ulimwengu wa roho, will not question you, hawatakuhoji, because the one who is calling you, kwa sababu yule anayekuita, he is the owner of both realms, ndiye mmiliki wa ulimwengu zote. That's why the Bible says, na ndio maana Biblia inasema, Jesus was telling his disciples, Yesu akawaambia wanafunzi wake, I am given authority, nimepewa mamlaka of the heavens ya mbinguni and of the earth, na ya hapa duniani. This means hii ina maana he is more qualified. Yeye ameshavuka viwango. He is more qualified. Yeye ameshazidi viwango to take you from any realm, kukuchukua katika ulimwengu wowote, and to do whatever he likes with your life, na kufanya chochote anachokitaka kwenye maisha yako. That is called mercy. Hiyo ndio inaitwa rehema. That is what the blood has done to us yesterday. Na hiyo ndio kazi ambayo damu ilifanya kazi siku ya Ijumaa. So from now henceforth, kwa hiyo kuanzia sasa hivi na kuendelea, usiogope huyo mganga. Maana hata huyo mganga mwenyewe anaomba kibali kwa hawa wakuu wa anga hapa. Sasa mimi si dili na waganga, shindwa mganga. Na dili na, yani huyu mganga si anadili, anaomba ulinzi hapa. Eti baba watu angalia sisi watu wanatoa usaidizi. Upepo si. Sasa mimi siongei na huyu. Kuna msemo wa Kiswahili ambao ni mbovu sana, wanasema siongei na mbwa, naongea na mwenye mbwa. Maana yake ni hivi, siongei na mganga, siongei na walozi, siongei na wakuu wa anga, naongea na aliyemweka mkuu wa anga kwenye anga lenyewe. Hivyo kuanzia sasa hivi usiogope. Tatizo ni kwamba usipojifahamu wewe ni nani, watakuchezea. But listen, from now, sikiza, kuanzia sasa hivi, the Bible tells me, Biblia inaniambia, you shall know the truth and the truth shall set you free. Utaijua kweli na kweli itakuweka huru. And today, na leo, you have understood and known, umeelewa na kufahamu, that I am not of this realm. Kwamba mimi sio ulimwengu huu. Yes, I might be of, yes, I might live here. Sawa, naishi hapa, but my origin is not here. Lakini asili yangu sio hapa. That's what Ephesians say. Na ndio maana Efeso inasema, mimi ni mpitaji. Yaani mimi hapa sio kwangu, mimi ni mpitaji. Kwangu ni kule.
Kwa hiyo nitaka kuona kule hakuna eti si anga limeziba. Linazibia wapi? Umeshaonaga wapi mlinzi anamzuia mtoto wa familia kuingia kwake? Hiyo siku ndo kazi hana. Hamna kuingia hapa. Wewe ni nani? Mimi nani? Ngoja nipige simu. Kwa nikikaa hapa, wewe ni nani? Mimi nani? Wanakuambia wewe ni nani? Mimi ni nani? Yaani sasa hivi, kwanza sasa hivi ukiwa unaomba sema kama nani unataka kupandishwa cheo, kama nani unataka kufanikiwa, kama nani si nini, kama nani, unaambia kama nani, kitu ambacho haukifahamu. Mimi ni mrithi pamoja na Kristo Yesu, na kwa sababu mimi ni mrithi pamoja na Kristo Yesu, kabla sijataja jina, maana yake jina lake lenyewe, jina tu, Biblia inaniambia hivi, katika at the mention of the name of Jesus, kwa kutajwa jina la Yesu Kristo, every knee, kila goti shall bow, litapigwa, and every tongue, na kila ulimi shall confess, utakiri. Sasa kabla sijataja jina lenyewe, understand who I am. Najielewa mimi ni nani. I don't know if you are getting this. Sijui kama unapata hii. Sasa kwa sababu rehema zimepita, kwanza sasa hivi ulimwengu wa roho ni wa kwako. Maana yake ni hivi, mwezi wa 12 watu wengi sana wananyongwa kwa ajali. Damu inamwagika nyingi sana, mara siku na kile na kile na kile, lakini kwa sababu ya hichi na utambulisho huu ambao umefanyika leo, yaani katika ile kusanyiko la rehema, na kuhakikishia kwanza sasa hivi, hata kama ulikuwa kwenye hilo gari la kupata ajali, maana ajali inapangwa, ajali haitokei ghafla, inapangwa na wakuu wa anga na wakuu wa giza, sawa? Maana yake kwanza sasa hivi, kama utakuwepo kwenye hilo gari ambalo ajali ilibidi ifanyike, watakosa hao watu kwa sababu wewe upo kwenye hilo gari. Kwa sababu the moment they try to cause an accident, kwa sababu wakati wanapojaribu kuleta ajali, nikwambia kitu cha ajabu sana. The Bible tells me, Biblia inaniambia I do not live, mimi siishi, but Christ in me, ila Kristo ndani yangu. And the sign is coming. Oh yes, ishara imekuja. It is coming. Mtasikia tu sasa hivi. It's just a sign. Hii ni ishara. It's just a sign. Ni ishara tu. Ni muda mfupi tu na itakata, usijali. Muda mfupi tu na inakata. Na mtaelewa. Naendelea. Ni ishara tu, inapita. Maana yake anasema Kristo ndo anaishi ndani yangu, sio mimi, bali ni Kristo ndani yangu. Maana yake kwanza sasa hivi mapepo, waganga, wachawi, si nini, hawatakuona wewe tena. Kwa popote ukipita watafanya hivi. Si kama unanielewa? From now, kuanzia leo, every principality, kila falme, every dominion, kila milki, every thrones, kila kiti cha enzi, every power, kila nguvu is going to salute you from now. Itaenda kusalimu